inaweza ikakutokea hivi, ukiona kwamba PC yako inavyorun taratibu, labda kuna hizo folders ambazo zimejicreate hapo. Wewe cha kufanya hapo, fanya hivi. Unaona kama hapa mimi nilivyo kwenye uwanja wangu, nipo kwenye homepage. Una click icon ya window kwenye keyboard yako. Click icon ya window hiyo hapo. Kutokana na PC yako jinsi ambavyo ipo, inaweza ikawa hiyo icon iko mahali popote. Click icon ya window na herufi R kwa pamoja. Utakavyo click, andika neno temp kwa herufi ndogo hivi, alafu then click OK. Utakavyo click OK, kuna folder hapa zitajitokeza nyingi. Utaziselect, utaclick alt, utaclick control na A, zitajiselect zote, alafu utaclick delete, ambayo itakuwa inagoma kudelete, click skip. Hivyo, lakini cha pili tena unarudia hiyo option na click window na R, alafu utaandika alama ile percentage, then utaandika temp, alafu unamalizia tena na percentage, then una click OK. Utaona kuna temporary folders nyingi zimejicreate hapo, zinakuwa zaidi ya hizi ambazo mimi zinaonekana kwangu. Kwa kwako utakuta zinaonekana nyingi zaidi. Uta click control na A, then una click delete. So hii mara nyingi huwa inatokea. Kwa mfano ambao kama unatumia mara kwa mara Microsoft Office, zile project ambazo unakuwa unaziandaa labda hujazisave na ziacha pale zinaendelea, lakini pia kama unatumia hizo software za kufanya editing either ya video, audio na picha pia kama Photoshop, Illustrator, Premiere na whatever ni After Effects. Sasa pale ambapo inakuwa hujakamilisha kusave zile project zako, labda PC lizima lile faili ambalo lilikuwepo pale, ili lifunguke wakati mwingine linakuwa limejitengeneza temporary huko. Lakini pia unapofungua zile faili ambazo ziko zip, kama vile unakuta umedownload labda ni template, sasa usifungue direct kwa kutumia nini? Kwa kutumia pale ikiwa iko zipped. Ianzip alafu then uifungue. Ukifungua ikiwa iko zipped, ukai-open tu ili upreview, lile faili litaenda kujicreate sehemu nyingine ambayo inakuwa inaonekana inataka kujifungua. Hata ikitokea umeconnect USB yako, simu yako, let's say umeconnect na USB, then umeingia kwenye simu yako ukataka uangalie folder fulani, umeangalia labda ni file au folder, yesa ni picha. Utakapoangalia ile picha, ukaamua moja kwa moja uifungue. Utakapoifungua ile picha kupitia kwenye simu mle instead of transfer iende kwanza kwenye kompyuta, then ndo ifungue. Tatizo kama hili litatokea kwa sababu itaenda moja hiyo picha ili ijifungue itajituma moja kwa moja kwenda kwenye folder la temporary, ili iweze sasa kukuruhusu wewe uweze kulifungua. Asante.